Anasema mimi nilikuwa naishi na wazee wangu wawili na mke wangu na watoto wangu, lakini nilikuwa na desturi mimi nzuri, nikienda kazini kufanya kazi zangu, na yeye alikuwa kazi yake ni ufugaji. Nikirudi na nilichokipata huko, kama ni nyama, kama ni maziwa, wa kwanza kula ni wazee wangu mpaka washibe, kitakachobaki ndo nakula mimi na watoto wangu. Ilikuwa ni desturi yangu kwa miaka mingi, tukazoea pale nyumbani, mimi na watoto wangu na wazee wangu, ni kwamba hakuliwi ila washibe. Anasema siku moja nikarudi kwa kuchelewa, kwa sababu hali ilikuwa ngumu. Dawamu halin minal muhal. Watu wa mantiki wanasema dawamu halin minal muhal, kudumu hali moja ni katika vitu visivyowezekana. Acha mazoea, msiishi kwa mazoea kwamba mambo yanaishi kila siku hivyo hivyo, ni kukariri maisha. Maisha yako hivi 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 maisha. Umeelewa? Wewe unataka kila siku kirare kitonga, siku nyingine inakuwa bahari. Leo unapata, kesho leo unawahi, kesho mswalie Mtume Muhammad. Sasa siku nikarudi nyumbani kwa kuchelewa. Mimi nimerudi nimekuta wale wazee wamenisubiri kwa utu uzima, wamechoka, wamelala na njaa. Nikaja na maziwa, nikasema haula, siwezi kuamsha wazee kwa sababu mpaka wamelala. Usingizi ni nini? Ni starehe, ni ibada. Mimi siwaamshi, wache walale mpaka wakiamka, watakunywa maziwa yao washibe, ndio nitawanyishwa wanangu. Mswalie Mtume Muhammad. Anasema nimefika pale wamelala wale, nimebaki na madumu yangu ya maziwa, nimesimama. Wamelala wazee na usingizi wa kizee, wewe unaujua wewe. Wanakoroma, mimi nisimama vichwani vao hivi, nasubiri waamke. Watoto wangu wana njaa kali, wananivuta niwatilie wao maziwa kwanza, vitoto vidogo. Mimi nasukuma, hii desturi sio wewe, waza pumbavu. Akija mwingine kisukusuku, mpaka wale hawa kwanza. Anasema na watesa watoto kwa kuwastarehesha mpaka alfajiri. Ndio wazee wanafanya, wanaamka, wanapiga miswaki na wamiminia wazee wangu chakula chao, wakanywa, wakashiba, wakaniombea Mungu, ndio nikawaniminia watoto wangu na mke wangu na mie mwenyewe. Anambia Mungu, ikiwa niliyafanya yale, niliwatesa watoto kwa kuwastarehesha wazee wangu siku ile nilochelewa kurudi nyumbani, nimeyafanya yale kwa kutaka radhi zako na kutekeleza wa wasaina al-insana biwalidaihi, na kuomba Mwenyezi Mungu tufungulie ili jiwe. Kama huyu mwenzangu kalifungua kwa kuacha kula mzigo ule, na mimi nifungulie. Bwana, jiwe lisogea. Lakini wanaweza kupita mpaka hapa, mahipsi hayapiti. Kabaki huyo, akaambia wewe ndio utakayetuua sasa. Msalimu Mtume Muhammad. Ndio imekukuta wewe una kitu gani cha kusema? Na wewe ndio wa mwisho. Hebu tizama hapa, una kitu gani cha kututoa tushaingia kwenye moto na jiwe limeziba? Khalid kajona, unatutoa na nini? Msalimu Mtume Muhammad. Shebago, tutoe hapo, tupate kutoana jamani kwa matendo. Jiwe lilisogea. Na wewe nakwambeni, sogeza jiwe, sogeza kwa kuacha maasi. Sogeza jiwe lako la maisha kwa kuacha maasi.